Bwana sio poa vijana wa pwani, sio poa bwana. Leo katika Nijuze Samaki nataka nikuoneshe jinsi pweza anavyotaka kumuua mtu. Kama ulishawahi kusikia pweza anaua baharini, pweza akikushinda nguvu anakuua, basi leo nataka nikuoneshe jinsi anavyotaka kumuua huyu mvuvi. Pweza ana timing zake baharini. Ukizikosea tu, ukifanya makosa, basi mambo yanakuwa kama hivi unavyomuona huyu mtu. Pweza amemvaa usoni, anataka kuingiza mikia katika masikio, katika pua. Hapo sasa ndipo unapoanza utata wa pweza. Pweza ni kiumbe mwenye nguvu sana, na ndo maana inashauriwa mvuvi lazima awe na kisu kiunoni au kitu chenye ncha kali, ikija ikatokea emergency kama hii, ili uweze kujihami. Tizama huu ugomvi wakati wa pweza na binadamu. Baharini pweza ni nyumbani kwake, sisi binadamu nyumbani kwetu sio baharini. Tizama nguvu alizokuwa nazo, mpaka jamaa anakuja kumtoa, yani mpaka anahema. Yani kazi ni kubwa, maana pweza ana nguvu akiwa baharini. Tizama hapo alipomkaba. Tizama, yani pweza akisha kuvaa, akimbili miguuni, anakuja katika uso. Ana timing vitu hivi viwili, ana timing masikio, ana timing na pua. Akishaingiza mikia yake, anakuchanganya akili. Hapo sasa utapoanza kupaniki, ndipo utapoanza kunywa maji na kuchanganyikiwa, mpaka mwisho wa siku unapoteza maisha. Huyo ndo pweza. Sio unamkuta huko kashapikwa kipande 200, unaona bei kubwa, haujui zahama inawakuta wavuvi wakiwa baharini wanavua pweza. Bwana, huu mziki sio poa. Huu mziki ni hatari. Pweza ana nguvu sana, na ndio maana pweza watu wengine wanamuita kama shetani au kama jini akiwa baharini. Sio poa.